Alafu kwani mama yako hajakwambia baba yako ni nani? Mama yako anashindwa kukuambia kwamba bwana wewe baba yako mtu fulani mpaka uje kuniita mimi baba. Mimi siwezi kuwa na watoto haramu. Watoto ambao wanatafutwa tu ovyo ovyo majalalani wapi wanaletwa huko. Mimi sio baba yako. Sijui umenielewa? Alafu tena mimi kumuoa mama yako kumstiri tu, mama yako mwenyewe maskini tu ana kitu, mimi nimemwokota ukota huko, nimekuja kumweka hapa ndani ili mradi namhudumia, anakula vizuri, anavaa kila kitu, isiwe shida na wewe kanipa mzigo wa kuniita baba. Umenielewa? Namna muostazi, nimeitikia wito. Sasa ndugu yangu, nilikutoa kule msibani na kuleta huko pembeni kwa lengo moja. Kuna wale vijana ambao tuliwaagiza kwa lengo la kwenda kuchimba kaburi. Wale vijana wamerudi na walikuwa na kiasi cha fedha ambacho wanadai. Hiyo pesa wanadai ni kama 20,000. Kwa hiyo nilikutoa pale ukiwa kama mlengwa miongoni mwa wafiwa, ikiwa ni kama ni mdogo wa marehemu. Kwa hiyo ndugu yangu, tuko naomba utusevu katika hili. Maana tumehangaikia katika sanda, tumeklia, mambo ni sawa. Kwenye wachimba kaburi ila yao haijapatikana na wamesharudi. Ustazi wangu, kwanza nitumie fursa hii kuwashukuru sana. Hasa wewe pia ni mtu ambaye nimeona umelipambania sana hili swala. Japo wananchi wengi sana wamejiweka kando na hili swala kwa sababu kwa tabia ndugu zangu. Ila yani nisikufiche. Unajua msiba umekuwa ghafla sana. Yani hivyo, yani hapa nilipo ni sina chochote na shida. Toka. Toka! Nakukija basi si kweli kuua mimi naenda jela. Kuna watu wengine sio akili hawana, watu wanalisi pesa au wanalisi akili za ajabu ajabu za wazazi wao. Mimi tena nitakuja nikupige banzi siku nikupiga hadi nikuue tena uniangalie hivi hivi. Yaani nitampiga. Kwani wewe nimemwacha nikimpiga hata banzi unajua ningempiga hata na kisu kwanza. Watu wengine wanakutafutia kesi tu yani. Na kama unavyojua mzee ndo angetoa ushirikiano, mzee ndo hataki kabisa kutokana na tabia ambazo kaka alimuoneshea. Sasa hapa sijui tunafanyaje ustazi wangu. Ukisema hapo tunafanya kitu gani? Kwa upande wangu mimi bado naniwia ugumu kwa sababu mpaka tunaipata hiyo sanda ndugu yangu kwa jinsi tulivyohangaika. Yaani kiasi cha kwamba ndio msiba mpaka sisi niseme vipi, lakini hatuwezi kumkufuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yote nimepangwa yake, mambo yote haya yanatokana si kwa uwezo wetu sisi wala sio kwa juhudi zetu sisi, kwa mipango yake Mwenyezi Mungu ndiye anaiendesha. Vile vile katika ile swala ambao unaosema kwamba 20,000 kwako imekuwa ngumu, sasa sijui ni nani ambaye anaweza kutusaidia. Nimekutana na isi wangu, amekuta mbwa yule. Tu, wewe! Mbwa! Wewe mbwa! Mbwa na sana ukubabu. Wewe na mbwa mkamorane. Wewe mbwa mfungua mlango. Wewe! Samahani ni jamani kama nitakuwa naongelea kwenye maongezi. Nimesikia mnaongea kuhusu swala la mchango. Kwa sababu ile swala letu sote ilikuwa inahitajika kama shinga. Yaani mimi mnaona na gongaoli hapa. Yaani wewe unasikia au sio? Hapana mume wangu, nilikuwa na swali. Kama swali siulize tu, uulize ngujibu. Simaanishi swali hilo, na maanisha nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu wewe. Wewe kwa yetu ana, yani una chochote hapo ulipo hapo. Hapo kama umemwezi Mkristo wewe. Mume wangu, mimi si tu yana. Kumbuka nishasilimu mimi kwa ajili yako. Wewe kusilimu tasilimu wewe. Wamesilimu maswahaba huko kipindi cha mitume kusilimu wewe uje kusilimu leo wewe unasilimu nini bwana? Mimi hapa nataka kujua kitu kimoja tu. Kwa nini mimi nagonga mlango? Muda wote wewe hutaki kufungulia mlango. Lakini mume wangu sinishakuomba samahani. Kwanza ni mali unajua kwa samahani au sio? Sasa mimi leo nakukomesha.
Ilikuwa inahitajika 20,000 kwa ajili ya wachimba kaburi. Sasa hiyo 20,000 sio shida sana, mimi naweza kujitolea 30,000 kwa sababu hili swala ni la kwetu sote. Hapo. Shukrani. Mwenyezi Mungu akujalie na moyo huo huo. Sawa mama. Basi sawa, acha na mimi niwahi niwapelekee wale vijana. Hamna shida. Sasa mbona sikuelewa? Umenileta wapi na kuna maana gani ya mimi kunileta hapa? Subiri ujione mwenyewe. Kila kitu utakijua. Sasa kulikuwa kuna haja gani ya mimi kunionyesha yule mwanamke? Mimi ananihusu nini sasa yule? Nifuate. Vipi mwanangu? Mbona naona kama unaamanisha kitu? Ulikotoka vipi? Kuna shida gani? Ni kweli mama. Kule nilipoenda nilifanikiwa kuzipata zile dawa. Lakini wakati narudi, kwa bahati mbaya walitokea vibaka wakanibia mkoba na zile dawa zilikuwa kwenye mkoba. Usijali mwanangu. Kama nimeandikiwa kufa nitakufa, na kama nimeandikiwa kupona nitapona. Pesa inatafutwa, utapata tu mwanangu. Hapana mama. Wewe ndo mzazi wangu pekee uliobakia. Kwa vyovyote vile nitakupambania mpaka upone. Ila ngoja niingie ndani kwanza nitulize akili nijue nini nitafanya. Samahani kidogo. Ustazi,
Nimekupata hapa bana, nilikuwa nataka kuongea na wewe kuhusu hela niliyokupa. Hivi nafikiri kwa tunaponiangalia mimi naweza kutoa hela kwa ajili ya msiba watu ambao hata unihusu. Basi nimefanya vile kutoa hela kwa sababu nampenda ile tuone kama najalijali sana kuhusu wao. Hiyo ilikuwa ni ya mchezo. Nilikuwa naomba basi unirudishie. Mungu bangi tamu hii. Ni mkubwa wako anaukataza sana kuja kijiweni kwa ajili ya pumbavu kama huo. Hapa nishakuwa mtu mkubwa. Nishakuwa sasa hivi, sipangiwi. Alafu sikia nikwambie kitu. Bangi ya inyongo iko kutumia nini mikaratasi ya kufungia magazeti? Kawaida tu tulishazoea. Sio kawaida, watu wanajifunza bangi ya kisingi sio kwa makaratasi ya madaftari. Unajiumiza kifua dogo. Hilo gazeti afu hapo ile ndani kabisa na bangi moshi. Mbona kama hivyo babu? Babu kwani vipi? Tunaushiana bangi mwanangu, narushia stimu utanilipa wewe. Kwani babu vipi? Mbona unakolomea? Wanangu vipi? Kaka vipi? Tuzilasi kafika hapa maskani. Mwanangu unajua nazingua. Yona toka huko unakuja unashtua watu hapa kama bomu la nyukilia, unajua hiyo sio issue mwanangu. Kimetokea kitu gani mpaka unakuja kutushtua hapa? Ulikuwa mnyalasi hivi. Wewe mkoba una nini kwanza? Mkoba tumemnyang'anya mdada mmoja hapo kati hapo. Wasikiliza. Nimekumaindi kinyama. Yaani nimekumaindi kinoma noma mwanangu. Yaani unaharibu huko mtaani mwanangu, unakimbilia maskani. Unataka tuletee nzi au? Au unataka tuletee ugeni mwanetu? Oa wewe. Oa wewe. Oa anaongea tena oa wewe. Nitakuchafua mwanangu. Emlete kwa mkoba bwana. Hivi unajielewa kweli wewe? Kwa sisi tumekaa pale kutokuzima tunajadili swala la watu walienda kuchimba kaburi, watu na sisi hatuna akili. Na umesema kabisa miela naye na umenipa. Sasa hivi unanifuata na mbele ya mchezo nikurudishie. Watu na sisi watoto wadogo. Tunahangaika kutwa kucha hapa tunahangaika ile swala alafu wewe unakuja sasa hivi unatuletea mambo ya utoto. Sikia wewe. Hela mimi ninayo na sikupi naenda kuitoa kule kama tulivyosema. Tena ujinga wako usiniletee. Babu. Kulia baridi. Mbona unakurudi kama kwa mganga mwanangu? Wao mwanetu kaja na midawa rafiki yangu. Sema mundani kama kuna ushindi humu. Wewe mwanetu kana unanichukuliaje yani? Sasa kwani kwako mwanangu, mbona hivyo na wewe? Nakuletea wewe. Wewe sikiliza mwanangu. Wewe utapigana mitosi sasa hivi mwanangu. Wewe usinivuruge mimi mwenyewe, akili zangu mbovu kinyama unajua. Oya, sasa unanitisha au? Hapo unachukulia baridi au sio? Unachukulia baridi au sio? Wewe nichukulia. Unajua wewe unazingua, unajua wewe nitakupiga ndosi, ongea ndosi. Kivule. Lete kisoswado hiki. Kivule angalia achia kwanza hapa. Unaona? Namuona mshikaji. Yaani yeye anifanya kwamba hiki kijiwe hiki amekitawala. Alifanya ndio kila kitu. Sasa nataka niwahakikishieni. Nampa siku chache nitamuonyesha kwamba mimi ndo nani. Hiki kijiwe kila mtu kijiwe chake. Sasa atakuja kunijua mimi ndo nani. Kama yeye Kivule, mimi ndo Kivuruga. Utanijua.
Mama, amka basi leo. Mama. 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 Alikuwa akimtegemea mama yake tu, lakini tamaa ndizo zilizosababisha kutoa roho zao wote wawili ndani ya siku moja. Hapana, mimi mbona sihusiki na lolote? Na isitoshe mimi sikuhusika na chochote kule. Yaani kila kitu kinachotokea hapa mimi sihusiki nacho kabisa. Nafikiri hujaelewa kitu. Inabidi uelewe. Sasa mimi mbona sihusiki na lolote sasa bali? Na isitoshe kuhusu vile vifo vya wale watu, mimi sijahusika kwa sababu waliohusika na ile tukio ni marafiki zangu, mimi sikuwepo kabisa. Afu tengine wale wenyewe walikuwa ni wagonjwa tu, labda wamekufa kwa amri ya Mungu tu. Kama unahitaji kufuata. Hello. Safi. Kama nilivyokuambia. Nina shida ya 50,000. Mama yangu ni mgonjwa, kwa hiyo nilikuwa na shida na hiyo pesa. Je, unaweza ukanisaidia? Labda nirudie tena kukwambia kwamba pesa kwangu sio tatizo. Ila wanasemaga kwamba ukikubali kula vya watu basi lazima na wewe ulive. Na ili nikusaidie hiyo pesa, unatakiwa wewe mwenyewe pia uwe tayari kunisaidia mimi. Na ninachohitaji kwako ni mwili wako. Kwa hiyo kama utakuwa upo tayari utaniambia. Ila kama haupo tayari basi mimi nadhani utafute mwingine wa kusaidia. Sina muda tena kuongea na wewe. Okay, tunakutana saa ngapi na wapi? Nitakupa jibu basi. Nafikiri mpaka hapo utakuwa tayari umeshaelewa.